ilikuwa vizuri yeye aseme katika kikao hiki, maana hao wametangulia na wameyaona mengi na ni watu wazima kwa namna kila namna yoyote. Kwa hivyo akaona mimi niseme, labda kwa ubora ameona kwa ugeni tu, lakini hii shughuli ingekuwa yeye mwenyewe asema, alafu sisi basi tutaendelea. Waislamu tunakaa kwa sababu kubwa ndugu zetu ambao waliotangulia muda iliyopita nyuma wanalala makaburini, na hapa tukaona tukae tuwatakie maghfira ndugu zetu waliotoka, na ingelifaa hata mtu mmoja akakaa, lakini hapana. Ndugu zetu hao wakaona tufanye mkusanyiko wa watu ili tupate kila mmoja na ulimi wake kuwatakia maghfira ndugu zetu waliotangulia. Haya hatukukaa kwa sababu ya mazoea tu, tumekaa kwa kufuata aya ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allahu Ta'ala, wastaghfir li dhanbika walilmu'minina walmu'minat. Mungu atuamrisha dua. Sasa ni mtume anaambiwa kitabu ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini umma unaenea. Hapa mtume aambiwa na Mungu kwamba wastaghfir li dhanbika, taka istighfari kwa dhambi zako wewe Muhammadi, walilmu'minina, na waumini wa kiume wataki istighfar. Kusemaje? Allahumma ighfir lahu warhamhu waskinhu fi janna. Wataki istighfari walilmu'minati, na waumini wa kike watakie maghfira. Haya, katika sehemu nyingine Mungu azungumzaje? Walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna. Qur'ani kwa fasaha. Mwenyezi Mungu katika mazungumzo yake asema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana. Wako Mwenyezi Mungu azungumza watakaokuja baada yao wa Muhajiri na Ansari, wanasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, waumini. Kwa hivyo kwa ushahidi wa aya hii hatuwezi kukaa hapa kuwaombea watu ambao si Waislamu, hata kama itakuwa ni baba yako au ni mama yako, lakini sio Muislamu, amekufa hana Uislamu. Kwa ushahidi huu tena hatuna haja wala hatuna njia ya kumtakia istighfar. Aya Mungu azungumza hapa wali ikhwani na alladhina sabaquna. Sasa unaona msemo wa Qur'ani umekuja ikhwani, ni ndugu wa Kiislamu yoyote, sio ikhwatu. Hapa Mwenyezi Mungu akuleta wal ikhwati. Ikhwatu ni ndugu kutoka tumbo moja na saba. Ikhwani ni Waislamu wote imetokea. Kwa hivyo na kusema tumzingatie MC asema dakika 5 na wasemaji waseme dakika 5, itifaki zingatiwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa fadhila za kuombeana dua atuambia, hadithi inasomwa kila siku hapa, idha mata ibn adama inqata'a amaluhu illa billah. Mtume hapa atuambia sadaqati au ilmin yuntafa'u au waladin salihin yad'u lahu. Sasa maneno ya mtume yapo fasaha, lugha ya mtume ipo fasaha alotumia hapa mtume sallallahu alaihi wasallam. Au waladin salih,
Mtume hakutumia ibnu swali, akatumia walad swali. Kwa hivyo angetumia Mtume ibnu, ingekuwa ni mtoto wako uliomzaa. Naona ibnu ni ibnu sulbi, ingekuwa hivyo. Lakini Mtume alipotumia waladi, ni mtoto wa yule atakuombea wewe, wa kwangu atakuombea wewe, wa kwako ataniombea mimi, au waladi. Alafu Mtume hakukaidi, hakuweka waladi, akakaidi swali. Msemo umekaidia. Ona katika lugha ya Mtume alotumia au waladi swali, hakuishia hapa, akaleta yad'u lahu hapa. Mtume hakuleta daa, hakuleta Mtume fil maji hapa tambala. Unaona lugha ya Mtume ilivyofasaha. Katika lugha Mtume hakutumia daa, ametumia nini? Yad'u, ili ilete nini sasa? Nini kinatafutwa hapa? Unaona lugha ya Mtume atutafutia nini hapa kwenye msemo wake? Mtume alipoleta hii hapa, alipoleta au waladin salih yad'u, aleta hapa ili inafidisha nini? Istimrar tajaddudi. Leo yad'u, kesho yad'u, iliyo mbele ila yaumil qiyama. Mtume hakuleta waladin salih daa, alishamwombea basi kishamani. Lakini Mtume atuambia waladin salih yad'u. Kwa hivyo ni hivi vikuombeana mpaka umri utakwisha Waislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu haya tuliyoyafanya katika kikao hiki awafikishie ndugu zetu ambao walikusudiwa katika kikao hiki. Ape daftari lako mkono wa kulia. Mwenyezi Mungu awape rahma nyingi katika makaburi yao. Sisi Waislamu tuliokaa hapa na sisi tutakuja kuwa kama hao wenzetu tuliokalia. Kwa hiyo kwanza, mtu aliyokuja hapa nadhani amekuja hata kama afya yake itakuwa kidogo inautata, lakini amewezeshwa akafika hapa. Kwa hiyo hizi afya tulizo nazo ni neema moja. Thumma la tusaluna yaumaidin, neema tuliopewa ya afya takuja ulizwa umeifanyia nini neema hii ya afya. Kuna bwana mmoja, yeye alikuwa ana shida ya hela, akamwendea shekhe moja, bwana na shida ya hela. Sema na shida ya hela? Ndio. Sasa shida si hela, basi kesho uje. Kaambiwa kuna jamaa mwenye 500,000 pale, lakini ana shida na jicho. Asema ana shida na jicho. Akamwambia kwanza, ukibaki na jicho moja utaona? Asema nitaona kawaida. Si kuna wana jicho moja wanaona? Asema wanaona kawaida. Sasa basi kuna bwana moja pale alikuwa na shida ya jicho, kwa hiyo jicho moja atakupa 500,000. Asema kwa hiyo neema sio pesa tu, hata afya ni nini. Sasa ukatolea jicho moja tena, ila afya yako yameanza kuwa tena matata hapo Uislamu. Kwa hivyo tutaulizwa neema uliopewa, uzima huu umeufanyia nini mpaka kisha, nguvu ulizopewa umezifanyia nini, ilmu uliopewa umeifanyia nini, mali uliopewa umeifanyia nini. Mtume ndio ile atuambia kwa man kana lahu malun waliyatasaddaq mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hivyo tuombeane dua. Habari zingine za utata hizi, dua zifai, dua za Mwenyezi Mungu mwenye Qur'ani ifai. Haya hizi tayari ushahidi wa kuombeana dua zifai. Mavyakula, wanakula ng'ombe, wanakula mbuzi, wanakula nini, walitaimuna tuama ala hubbihi miskina na kuendelea. Ishahidi za vyakula hivi. Sasa tena unataka nini? Kwa hivyo mimi nishie hapa. Semaji alisema tuseme dakika hizi. Qur'ani kama inasomwa dakika 5 yote yako nyuma ya Qur'ani. Yote yako nyuma ya Qur'ani. Qur'ani ndio iko wapi? Kama Qur'ani tumempangia msomaji dakika 5, yote yatakayokuja nyuma yako nini? Nyuma ya Qur'ani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi.
Jazakallahu khair wa baada al khair jannatu naim. Shekhe ametumia mukhtasar